utakufa na mtoto wako. We mtoto, umerudi tena? Nitaumia tena? Ndiyo anko. Sawa, ila nitajaribu. Penzi ni mwanzo wa furaha, upendo, tabasamu moyoni, nachozi beba majeraha ya damu inayovuja kwa ndani. Mpenzi, wewe sio maskini na bado hujachelewa, ila natajika utumie akili. Milioni 30 kwa uwanjani. Hebu chukua maamuzi haraka kwanza. Tambua kitu kimoja, iko kitu siwezi kukifanya. Yule ni mtoto wangu, ni damu yangu, sijamokota mtaani. Jimmy, mimi sio wewe. Huwa natumia sana kichwa changu kwa ajili ya kuitafuta pesa, sio nguvu. Siwezi kuacha pesa nyingi kama hiyo kwa ajili ya kifaranga ambacho hata mama akina. Kufeli katika maisha yako kunasababishwa mwenyewe na kufaulu katika maisha yako kunasababishwa mwenyewe. Hebu faulu basi. Wacha niwe maskini, wacha niwe mwokota makopo, wacha niwe chizi, lakini ile ni damu yangu, siwezi kuitoa kafara, siwezi kumuua mtoto wangu angali sijui Mungu kamwandikia nini miaka ya baadaye. Hivi unavyofikiria kwamba nikija kuitoa nafsi yake, hiyo milioni 30 inaweza kumrudisha mwanangu? Ungejua usingenisogelea, maana naenda kumchukua mtoto wako aliyeko tumboni. Kila tu huyu mnyoma, lazima mtoto aje kwangu. Ndio umenistua. Shoga yangu, janzoea tu. Nimekaa nyumbani, nimekula, nimeshiba. Nikasema ukila mkumbuke na rafiki yako. Kwa nikakukumbuka na wewe, nikaona nikuchukulie miogo nikuletee, maana najua na hilo tumbo kutoka hapa mpaka kwenda kununua miogo sio kweli. Ndio maana nimeona nikuletee japo miogo. Jamani, asante shoga yangu. Ulijuaje? Maana hapa shemeji yako kaondoka tu hajaninunulia hata vitafunio. Mwanangu, inaweza kanisaidia nini katika maisha yangu ambayo nikadumu nayo, nikamtoa mwanangu ambao sitokuja kumuona tena. Pili ni damu yangu ambayo ndio niliyobakia nayo. Hile ndiyo damu yangu, kile ndio kizazi changu. Hivi unavyofikiria kwamba nikaja kukitoa miaka ijayo nani atasaidia mimi? Kweli maskini tu. Yaani hata utumie nguvu gani kumunua kumpeleka sema hapo anapohitajika ishi kama mwanadamu mwingine hawezi. Hii nafasi ilikuja kwako ni kama bahati, haiwezi kujitokea tena. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Si umeniona mimi? Nasubiri yule mama kijacho ajifungue tu, uone matusi yangu nitakavyobadilisha magari na nyumba mpya. Nikupe pole, hiyo ni akili yako, sio akili yangu. Siku zote akili ya mpuuzi na mjinga hanawaza leo, hawazi kesho. Mimi sio Mungu, ila kauli moja tu ya kwangu mimi ishike. Mimi niko radhi ni mwange damu hata watu 30-40 ili maisha yangu yasonge na nienjoy maisha. Lakini sio kuendelea kuishi maskini kama hivyo unataka. Siwazo ndugu wangu. Asante jamani. Ila shoga yangu siku nyingine ujage na taarifa. Utakuja kuniua na pressure na hii hali yangu jamani. Usiwaze shoga yangu. Wewe nenda ndani kale hiyo miogo. Ila ukiwa na chochote usite kuniambia. Maana mimi ndio ndugu wako. Hapa ngoja kwanza niende nyumbani nikaoshe vyombo baadaye nitakuja. Utakufa na mtoto wako. We mtoto, umerudi tena?
Saizi ni saa 7. Hatujaweka kitu chochote mdomoni. Alafu nakuona upo tu. Mama Nyangeta mama. Najua hatujara. Lakini sio nyinyi tu hamjara, ni wote hatujara. Haya, tofauti na kura, usiku mimi mwenyewe unajua sikura. Tunajua mama, mimi siwezi kulala bila kura. Lakini mke wangu, vitu vingine ni vidogo vidogo, tuvumiliane mama. Pole sana aunti. Najua utaniogopa. Nimekuja kukusaidia. Dunia ina mambo mengi sana. Binadamu sio wazuri hata kidogo. Aunti, usiniogope. Mimi nimekuja kukuokoa. Sasa unategemea tukijaza majirani wote wajue kwamba sisi nyumbani tunalala na njaa, hii itakuwaje mke wangu? Yaani mimi hapa nawaza tu niende popote nikajitafutie chochote, labda nitapata hata hela ninunue maandazi au huyu mtoto mkorogee hata uji mama anywe. Kumbuka hata kwenye ndoa mama, uri hapa nitamvumilia huyu kwa shida na raha, si nitampa hiki. Aya, sasa Mungu katubariki katupa mtoto. Nyangeta huyu hapa anategemea kuanza shule. Sasa tutakapokuwa tunagombana kila siku kuhusu chakula mama, kwani mke wangu kuwa na huruma basi. Wewe mwanaume una akili kweli wewe? Yaani pale kwenye ndoa ilikuwa ni tabasamu tu, kuwafurahisha watu. Lakini si mpaka nishinde na njaa na mtoto eti. Hivi unanichukuliaje wewe? Yaani maana yake umenizalisha nishinde njaa, nilale njaa. Tafuta hela, tunachotaka ni kula. Hakuna mwanamke anaweza kuvumilia njaa. Umenioa nije niteseke hapa, umenioa nije mfanye nini? Au nimekuja kuuza sura hapa? Mimi shida yangu nataka hela, nile, nishibe pamoja na mwanangu. Dada, naomba unipatie 20,000. Na shida nayo. Mdogo wangu. Na hii hali mimi hela naipata wapi? Ukizingatia shemeji yako kaondoka asubuhi hapa hajaniachia hata 100. Dada, unapenda kumbebesha mzigo shemeji ambao hata umuhusu. Shemeji kila siku anaondoka hapa, anaacha laki 50,000. Leo mimi mdogo wako nakuomba 20,000 na nyima kweli dadangu? Hivi, unafikiria hiyo hela ningekuwa nayo ningekunyima mdogo wangu? Sina. Okay, najua unaninyima. Ila unajua fika kabisa kama kichwani kwangu kuna siri kubwa sana ipo juu yako. Hivyo basi, ukishindwa kunipatia hiyo shilingi 20,000, naenda kumwambia shemeji kuwa hiyo mimba si ya kwake. Toka lini ukao umechanganya tena mavazi Simba na Yanga, Azam, si ulimbwende? Kuna shida gani bibi? Nataka nisikilize kwa makini. Nimeranda mote, sija kuona. Lakini kwa vizuri kukutana hapa. Sasa nataka nisikilize. Nataka nikukabidhi mkoba mwanangu. Yaani bibi kweli. Yaani nimetoka kule nyumbani mama Nyangeta amenivuruga, nafika tena hapa nakutana na wewe unaniambia unipe mikoba. Mimi mikoba hiyo mimi siitaki nyoko. Mimi ninachotaka labda kikoba ni nikapapatue familia yangu, nijenge genge, nihudumie familia yangu, nisomeshe mwanangu. Sasa unaponikabidhi mikoba bibi, mimi naifanyia kazi gani mama? Yaani bora hata ungetimiza ndoto zangu ambazo nilikuwa nazo utotoni. Utotoni mimi nilikuwa nataka niwe mbunge kama kina Baba Revo, au niwe kupe au chawa kama kina H Baba na Mwijaku. Lakini tena wewe unaniambia unilishishe mimi uchawi, ni upeleke wapi bibi? Sele, naomba unisikilize kwa makini. Ukijaribu kutoa hiyo siri, ama zangu
hama zako, ufe wewe nife mimi. Unanitisha sio? Sasa naenda kumwambia. Wesele tena, nakuomba unisikilize. Mkoba sila pa kuupeleka pengine, ni kukukabidhi wewe tu, sawa? Na kama utokubali nilivyoamua kwenye kichwa changu, nitampa mwanao. Yesu! Yaani mwanangu tena umpe mambo ya mikoba yule mama. Kweli bibi. Yule bado mtoto mdogo, mkabidhi tena vitu vizito kama vile mama. Basi naomba unipe muda sasa nikafikirie. Nitakanisisha. Mie wewe huwezi nzuia. Tena nikisema ni hilo hilo, wala sirudi nyuma. Sawa. Mimi kwa heri. Alhamdulillah. Angeniua yule. Eti nikafikirie. Mie siwezi kufikiria, sifikiri chochote mie. Hivi kale kabibi kweli. Kanadhani mimi siwezi kuwa kama Kenyeti kanavyojizungumzisha siki nini kule kikwao. Hapa lugha zote zipo. Sifikiri chochote na yani siwezi kufanya chochote. Wewe uchawi mimi sitaki. Moyo, bwana unaniuma sana moyo wangu. Mo. Unasikia? Sasa mbona kichwa changu tena bibi? Ni kama kweli huyu bibi huyu. Jamani. Kuna nini jamani? Basi mngemwekea hata mwili sasa nikajua ni pacha wangu. Ndio kichwa kweli. Halo Braza Mkasi, lile dili lishakamilika na yule mtoto yupo mikononi mwangu, yuko mikono salama. Ninachohitaji ni pesa tu sasa.
Sawa blaza mkasi. Sawa.